Okay. Tunashukuru sana ndugu watangazaji. Nafikiri question nyingi ziko kwa Alikiba na sio question kumuuliza mambo ya kazi zake. Kidule na kazi msiulizi, tuulize kuhusu mambo ya show, kesho amejipanga aje, na mchaguane tuzungumze watu wachache kwa sababu anataka kuangalia sound, kwa sababu sound stage kila kitu kiko tayari. Anataka kufanya mazoezi kwa sababu show ya kesho ni more fire kwa sana. Okay, mmoja tunaanza. Mambo. Okay, yes, muziki of course unabadilika kila wakati. Nakumbuka last time nilikuja hapo na perform kidogo, lakini ile ilikuwa after party. It wasn't the show. Haikuwa show. Kwa hivyo this time kwenye show tena mwenyeji hapa tuna show ile mapema, kwa sababu ningependa kuona watu wote wanakuja katika show without limit. Unaelewa? Kwa sababu ni Sunday na itakuwa ni siku ya mapumziko, so pia kesho itakuwa Monday, ndio? Kwa Monday watu wanakwenda kazini, kwa hivyo show itaanza mapema, fanya mapema show, watu waweze kuenjoy na nyimbo na perform nyingi, ili kila mtu asikize zile nyimbo za zamani na hizi mpya za leo. Ndio. Asante. Mimi naitwa Patrick Pachio. Kukumbusha swali la kwanza. Swali la kwanza, umefanya show nyingi hapa kuanzia umekuja 2007. Umerudi mara kwa mara na hivyo unarudi mwaka 2021. Tofauti ya Alikiba wa enzi zile na huyo Alikiba wa sasa. Tutakuja kuona nani tena? Yule au mwingine? Okay, nice one. Yes, Burundi ndio of course Burundi kama nyumbani kwa sababu West Africa. Tunafanya hivi kwa sababu tunaelewana. Muziki uliokuwa nikifanya before ni tofauti na unaofanya sasa hivi. Nadhani kila mtu anaona. Zamani nilikuwa na concentrate sana katika Kiswahili kwa sababu ndio lugha yetu ambayo tunatumia, nikaja na shift to mix in English. Kwa hivyo hata production pia tumebadilika sana, na vile tunaangalia international sasa hivi. That's why nimekuja mpaka Burundi international. Na age imechange. Style ya muziki, personality, nilikuwa mtoto kipindi kile. Sasa hivi nilikuwa mtu mzima, na nilikuwa sijui hata kuongea neno moja la Kirundi, lakini sasa hivi at least naweza kuzungumza kidogo maneno kidogo ya Kirundi. Nilikuwa sijui muziki wa Kirundi, lakini sasa hivi naweza differentiate na kujua nani anafanya muziki mzuri Burundi, nani watu wanampa nafasi, nani na nani anaweza penetrate katika East Africa. Yes, so hiyo ni swali ya kwanza. Ya pili, la pili, kuna wasanii ambao kuna hapa Burundi mtaperform nao kesho. Hatuwaoni leo kwenye hii press conference. Kweli watakuwepo kesho au ni wewe peke yako tu? Anageti ni jibu mingi. Wasanii wote watakuwepo, wamejiandaa. Lolilolo yuko hapa, ni rafiki wa Alikiba tena sana. Wengine wapo wanajiandaa kwa sababu kesho ni finali, ndugu yangu. Siwezi nikasema mengi, lakini tujikaze, kila mtangazaji aulize swali moja itatusaidia ili tuokoe muda ndio kufanya mazoezi. La tatu sio. Nataka kwa siku kwa nini? One minute, nataka niongezee katika hilo. Unajua cha competition hata sisi kwa Tanzania iko hivyo. Unaelewa, kwa hivyo
kuwakilisha watu kesho, si ndio? Lakini pia vile Lolilo nilikuwa naye sana Europe, hapa pia so ni ndugu yangu, ni mtu wangu ambaye anaweza kuja Burundi, nasema asipokuja anaweza kukasirika. Ndio maana bora Lolilo imefika, amekwenda, amepokea, amekuja, nimefurahi sana kwa kweli, na appreciate huo ndio ndugu ulivyo, unanielewa? Na imani wasafiri wengine sina ukaribu nao hivyo, ila nawapenda pia, and I believe kwamba wananipenda kwa sababu sina shida na mtu, lakini Lolilo kwa mtu wa karibu, na kila ninapokuja Burundi lazima ataonekana. Kwa hiyo watu wasifikirie vingine, ni rafiki yangu sana. Atakuwa tuna time ya kutosha, hata nilisema tuje mapema katika venue na niweze kuperform nyimbo Cinderella, from Cinderella huko niki mpaka juu mpaka sasa hivi. General na show itaanza mapema sana. Nadhani tutaperform ile nyimbo zilizo na Lolilo pia. Lakini vile kuna collaborations, hata ninajua hata na maswali yao, kuna collaborations ziko zingine zinakuja. Hii nataka kuonyesha appreciation kwa fans, watu wangu wa Burundi, kwamba ni lazima nitafanya collaboration na wasanii wa Burundi ambao nitaamua kufanya nao. Na hii sio kwa sababu ni msanii labda msanii kutoka Tanzania ama ni international artist. Hapana. Unapokuwa kufanya kazi na mtu unafanya kwa moyo mmoja, unamsaidia kwa sababu hii ni kazi kama kazi nyingine. Mimi huwa simcharge mtu katika collaboration, I don't charge. Nikipenda msanii na nifanye naye basi. That's it. Asante sana, naitwa Edmar Mwalimu kutoka Ndaya TV. Kwanza niwakaribisha sana Burundi tena kwa mara nyingine, kwa sababu mnatupatia faraja mkiwepo hapa. Na mnatupatia wakati mgumu kuuliza swali moja sababu tuna maswali mengi ya kuuliza. Lakini acha tutufanye hivyo. Nilikuwa naulizia kuhusiana na wasanii ambao umetuambia kwamba umeshafanya nao collab.